Katika video hii ya siku ya leo, msikilizaji na mtazamaji wangu ambaye umekuwa ukinifuatilia siku hadi siku, video hadi video, siku ya leo nikaona vizuri ni kuandalia video nzuri kabisa kwa ajili ya kukoroga mwanzo mpaka mwisho sabuni yako ya magadi hatua kwa hatua. Kwa hiyo ambatana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii, hakika mengi utajifunza. Mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lordiness Enterprises Limited. Mwanzo kabisa lazima tumimine mafuta ya mise. Mafuta haya yanakuwa yameganda, lakini unayeyusha kwenye moto aidha kwenye jua kama ni kali. Lakini pia msikilizaji, nimeweza kukuandalia hicho kitabu cha ujasiriamali ni ajira, kitabu ambacho nimekuandikia bidhaa mbalimbali za sabuni ya mche, bidhaa za sabuni tiba, sabuni za kuogea, tiba za aina mbalimbali, mafuta mgando, lotion na bidhaa zingine nyingi. Lakini pia tuna darasa letu online WhatsApp. Hivyo kama unapenda kujifunza zaidi kufikia malengo yako ya ujasiriamali, utanitext WhatsApp, aidha unahitaji kitabu au unahitaji mafunzo zaidi kwa ajili ya kuzalisha bidhaa zako mwenyewe. Kwa msikilizaji, hakikisha kwamba mafuta yako yawe yameyeyuka vizuri, na hatua hii utazingatia sana uwe na chombo cha kukorogea kiwe kina uwezo mkubwa wa kubeba ujazo zaidi ya pale. Mfano kama hapa nakoroga dumu 2, yani lita 40. Sasa ukijumlisha na caustic solution ni zaidi ya hizo lita. Na hii hapa ndo caustic solution nimeshaiandaa, iko tayari kwa ajili ya kuzalisha. Kwa hiyo ninaanza kuyatengenezea motion yale mafuta yangu, naanza kuyatengenezea kasi taratibu kwa kuyakoroga. Alafu baada ya hapo ninaanza kuchota caustic solution. Mkakomba caustic solution ni msikizaji unailoweka siku 2 kabla ya siku ya uzalishaji au masaa 24 kabla ya siku ya uzalishaji. Baada ya kupoa, mkakomba kuna reaction ambayo inatokea. Caustic solution ukichanganya na maji inakuwa na joto kali sana kufikia zaidi ya nyuzi joto 100. Kwa hiyo utaacha ipoe, lakini pia kumbuka zoezi hili linapaswa kufanyika ukiwa umevaa vifaa kinga. Utaacha ipoe. Baada ya kupoa, unakuja kuchukua kifaa ambacho kinaitwa hydrometer kwa ajili ya kuconfirm wengi wanapenda kusema joto la caustic, lakini si joto, ni ule wingi wa caustic ndani ya maji au kile kiasi cha maji ndani ya caustic, kwa sababu caustic solution ni mchanganyiko wa maji na caustic soda. Kwa ile ni caustic ya maji, ndio maana inaitwa caustic solution. Na ili uweze kuwini katika hili zoezi, muhimu sana uwe na kifaa chako cha hydrometer kwa ajili ya kupima na kuona kiasi gani ambacho unaweza kukitumia kwa ajili ya kupata matokeo mazuri zaidi. Kwa nini? Kama usipotumia hydrometer uwe na uhakika kwamba matokeo utakayopata hayatakuwa matokeo ya kuridhisha, kwa sababu unaweza kutengeneza sabuni ngumu sana ikapelekea kuwasha wateja wako. Lakini pia unaweza kutengeneza sabuni ambayo ni laini sana ikachelewa kuganda au isigande ikawa tepetepe siku zote. Kwa hiyo hydrometer inatusaidia katika matokeo hayo. Lakini pia usipokuwa na hydrometer unaweza kuzalisha sabuni ikawa haina mapovu au ikawa na athari zingine za kikemikali ambazo sio nzuri. Kwa namna nyingine, usitengeneze sabuni kwa makisio. Hakuna kitu kinafanyika kwa makisio, kila kitu kinafanyika kwa vipimo maalum. Kwa karibu sana kwenye madarasa yetu. Ukipenda kujifunza au ukihitaji kujipatia nakala yako ya kitabu cha ujasiriamali ni ajira, tumekuwekea wazi vitu vingi katika hicho kitabu pia. Baada hapo msikilizaji, tumeweka caustic solution na tunaendelea na ukorogaji wetu kama kawaida. Na ukorogaji ambao unapaswa kuzingatiwa ni ukorogaji wa kuelekea upande mmoja. Kwa hiyo jitahidi sana na chunga sana usibadili uelekeo. Ili kuweza kutoa matokeo na kupata matokeo mazuri zaidi kwenye ujasiriamali, jitahidi sana usibadili uelekeo wa ukorogaji. Hivyo kama umeanza kulia kwenda kushoto, basi iwe kulia kwenda kushoto mpaka mwisho wa zoezi lako. Kwa hiyo tunaendelea msikilizaji. Lakini huwa tunaona kwamba sabuni ya magadi huwa ina rangi ya blue na rangi nyeupe. Sasa siku ya leo tunaenda kuona pia hiyo rangi huwa inawekwa katika misingi gani au katika utaratibu gani. Mfano hapa tayari nimekoroga mkorogo wangu. Huu ni mkorogo mweupe tu, hakuna rangi yoyote ya blue. Lakini hapa ninachukua rangi ya blue hii hapa na ninachota mkorogo kidogo. Hapa ninakoroga rangi ya blue. Na ninataka katika hiki kipengele wakati nakoroga hapa, hii rangi ichanganyikane pembeni kwanza kabla sijai-apply kwenye kwenye mkorogo wangu mkubwa. Na usifikiri tu kila rangi ya blue inaweza kufaa kwa ajili ya sabuni ya magadi, hapana. Kuna blue za aina nyingi. Kuna blue powder kwa ajili ya liquid soap,
kuna blue kwa ajili ya sabuni mbalimbali, lakini blue ambayo utaitumia katika sabuni hii ya mche ya magadi ni tofauti na ile blue ambayo unaweza kuitumia katika sabuni zako zingine za maji au za aina nyingine. Kwa mkorogo tunamimina kwenye ndoo nyingine pembeni. Kwa makini sana msikilizaji. Hivyo kama utapenda kupata madarasa yetu zaidi, tuweze kukupatia vipimo ili na wewe uwe na uwezo wa kuzalisha bidhaa zako mwenyewe, basi itakuwa ni vizuri zaidi, utakuwa umezubutu na utakuwa unajitafuta kupiga hatua nyingine mpya. Kosi tunakualika, karibu, kuna vitabu, kuna PDF, kuna hard copy, lakini tuna madarasa hatua kwa hatua, mwanzo mpaka mwisho, namna ya kuzalisha bidhaa zako na bidhaa zingine nyingi. Hatutengezi bidhaa moja, tutatengeza bidhaa nyingi zaidi ya bidhaa 25. Tunaelekeza utengenezaji, hata sisi pia tunatengeneza. Kwa unaweza kusubscribe ili uendelee kupata video zetu ambazo zinaonyesha bunifu mbalimbali za kuzalisha sabuni hizi za kijasiriamali. Lakini unaweza kuwa uko pale nyumbani unalalamika kwamba hakuna ajira. Fikiria kwamba unaweza kaanzisha project yako ndogo au mradi wako wa sabuni za magadi, ukazalisha na ukaweza kuwahudumia wateja wako, ukaongeza kipato chako. Lakini pia unaweza usifanye kwa ajili ya biashara, unaweza kufanya hata kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, ukapunguza yale matumizi makubwa. Wakati huo tumeshaandaa box letu tayari. Ili ni box ambalo tunamimina mkorogo wetu. Mkorogo wetu tunaupeleka kwenye box letu pale. Tunalitega vizuri. Hakikisha kwamba sehemu ambayo utaweka box lako isiwe sehemu ambayo ina mwinuko au bonde, ili kutengeneza ule usawa. Usio mimina mkorogo afu upande mmoja kuonekana umejaa zaidi ya upande mwingine. Tunamimina na tunatanguliza ule mkorogo ambao ni mweupe. Baada ya kumimina ule mkorogo mweupe, tunaenda kuchukua tena ule mkorogo mwingine ambao ni wa blue kwa ajili ya kutengeneza yale mawimbi. Msikilizaji, ni kuombe uweze kusubscribe kwa sababu kazi yetu kubwa ni kukuletea wewe makala mbalimbali kwa ajili ya kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa ni kualike sana, karibu sana. Baada ya kumimina huu mkorogo, hatua nyingine ambayo itafuata, basi tutachukua mti ule wa kukorogea, tutengeneza yale mawimbi yetu vizuri kabisa kulingana na vile tunavyotaka yawe. Na baada ya hapo tutaiacha sabuni yetu masaa 24 tena, kwa sababu mkorogo ni mkubwa wa dumu 2. Kwa hiyo ni zaidi kwa sababu kuna kaustiki pia. Kwa hiyo tutaacha masaa 2, baada ya masaa 2 tutaenda kuona namna ya kukata pia. Kwa hiyo subscribe ili pale wakati tunakata na wewe basi uwe shuhuda wetu, ili uendelee kuongeza maarifa. Kama una changamoto yoyote ya kijasiriamali, namba zetu pia tumekuwekea hapo kwenye dashboard. Karibu sana kwenye ujasiriamali msikilizaji.